Ina maana huyu hivi kweli hizi suruali wanazovaa ni kwa ajili ya flexibility. Maana mnajidanganya, it is because of flexibility. These ties they are I want to putting be on flexible. because of being kuonekana ni rahisi kutembea. Flexibility ya namna gani inaonyesha maungo yako? What kind of flexibility? Imekamata hapa kote, ikabana mapaja yote, ikakutengeneza, ikakufanya X. It tightens every part of your body and make you look like an X. Ni uzinzi tu mnaendekeza, sio kitu kingine. That is only adultery, nothing else. So ni alama za ukahaba na uasherati. So it's a sign of adultery and fornication. Maroho ya Jezebel. The spirit of Jezebel. Na unasema wakati mwingine yamkini unasema umeokoka. And sometimes you say that you are born again. Kuna fashion ya namna hiyo. There's nothing like no fashion like that. Fashion ambayo watu ukipita namna hiyo watu wanakuwa disturbed. A fashion that when people look at you they are disturbed. Na hiyo roho inakata makanisani. And that spirit cuts across churches. You can stand with God. Tutakupangia kitu cha kuvaa, lakini Roho Mtakatifu ni mwalimu mzuri sana. I've not come to teach you what to put on. Mapepo kwa sababu ya kuvaa takataka. Some we've cast out demons because you're putting on indecent kind of dresses. Kuna namna ukitaka uheshimiwe na watu, kuna namna lazima ujue kuvaa. If you want people to respect you, there is a way to dress up. Hata kama unaenda kwa lugha atakuona kahaba tu. Even if you speak in tongues, people will consider you a adultery person. Sijakwambia usijipende. I'm not saying you should hate yourself. Mimi navaa tu, wao watajua wenyewe. Just put it, they'll know themselves. Sasa unaingiza watu kwenye maroho ya uzinzi ambayo hayana maana. Kuna watu tangu utoke nyumbani utembee uko ulipotembea umeshazini na wanaume zaidi ya 70. Kila mtu anakuangalia namna ina, unaona ni sifa, wewe ni mchawi. Some people all the way from home. Ni muhimu sana ufike mahali ugundue, mwambie Mungu akufundishe. Very important for you to come to a point to ask God to teach you how to dress yourself. Biblia inasema amtazamaye mwanamke kwa kumtamani ameshazini naye. Sasa wewe unamtengenezea tu tafsiri ya kwamba akutamani, tafsiri yake ni kwamba umeshazinisha mtu. In other words, any person who looks at a woman with lust is already committed adultery. In other words, we have also caused someone to sasa ameniambia wajaniambia, issue sio kuambiwa, issue ni umeshazini naye. Or maybe whether or not he has told me, but the question is you've already committed adultery. Nataka ifike mahali mtu akikaa hapo kanisani akaangalia namna hii aoni wa kuzini naye. I want us to come to a point. So anaangalia kwenye hili timu namna hii anaona kama aka hapa cha kuzini naye aka uchawi. I want to come to a point when everyone looks at the person here, one should not think about committing adultery with any person. Unaweza ukawa naimba pale mbele watu wanazini na wewe uko hapo. You can be singing there and people will be committing adultery with you unknowingly. Unadaka mtu huku unazini naye. And you are carrying a person while you are really committing adultery. Yaje akwambia lakini si umemtengenezea mazingira. He has not taught you, but you have created the situation. Mavazi ya kikahaba. You know, this kind of adultery dresses. Mavazi ya kikahaba. These are sisi hatutakupangia nini uvae. We don't plan for you. Lakini nataka nikwambie kama una Roho Mtakatifu. But I won't tell you if you have Holy Spirit. Hatutakwambia namna gani ujipodoe. We don't tell you how to make up. Lakini kama una Roho Mtakatifu. But if you have Holy Spirit, atakuadabisha namna ya kujipodoa. Will lead you into how to dress yourself. Najua makofi mengine yana uzito lakini ndivyo ilivyo. Ukikosa neno, if you miss the word of utakosa tabia. You will miss a character. Kinachokubadilishia tabia yako, so what transform your character, sio maombi, is not prayers, ni namna ambavyo, is the way in which ufungamanishwa kwenye neno. You are connected to the word of God. Daudi anasema moyoni mwangu, David said, in my heart nimeliweka neno lako, I've kept your word, nisije that nikakutenda dhambi. I should not sin against you. Ni kwamba, the danger is, kuna kizazi kinachoomba, there is a generation that prays, lakini hakina neno. But it, anakuruhusu uombe tangu siku ya kwanza. He allows you to pray from the first day, lakini kwenye kituo, but at the stop, atakuja na neno. Satan will come with a word, apime upeo wako, to assess your Yesu understanding. alipoomba siku ya kwanza akwenda. When Jesus prayed the first day, never went. Second day, until the 40th day. Siku ya 40 ndo anatokea. The 40th day, Satan appeared. Anakuja na maandiko. And Satan comes with the scriptures. Do you think what saved Jesus was the prayers? You have. Una maarifa kiasi gani? Maarifa kiasi gani unayo juu ya Mungu? Leo hii tuna watu wengi wanaoomba lakini tabia zao hazibadiliki. Today many people pray but their character never change. Huo uzinzi unaokemea na kufunga kwao, solution sio kuukemea na kufunga. And prayer and fasting. Dig the word of God. Solution is not just to rebuke but kusoma neno la Mungu. Rudi. Come back. Kakae kwenye neno. Kwa hiyo tuna waombaji wengi ambao hawana tabia. So many people pray but they lack character. Vimbea. They are gossipers.
lakini viombaji, but they pray. vizinzi. They are committing adultery. Sasa unawaangalia unasema, you look at them and you say, hivi haoni hivi alivyovaa sio sawa. And she see the way she dresses not proper. But you see them speaking in tongues. Rapapo, They popo, are in tongues. papo, papo. Yes. Unasema roho wa Mungu hajamshuhudia. Had the Hayo Spirit of God matiti yako nje. witness that the breasts are Hii bare. sehemu yote The imefumuka. whole bosom is open. Po, 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 Is po, open. po. Watu wanaacha kusikiliza maombi, wanaangalia mapopo. People now, wanaangalia moyo tu, angalia mwili. and you say God is looking at the Wakati heart, Mungu not the alipomwona body. Adamu yuko uchi, alichinja mnyama akamvalisha. But when God saw, Mungu huyo alipomwona Adamu uchi, alienda, Biblia inasema akachinja mnyama. when Mungu God mwenyewe, saw Adam yani Mungu yeye naked, akaenda he akachinja killed an mnyama. animal. Go and read the Bible. Kuna vitu ukivisoma kwenye maandiko, kuna tabia utaacha. So tuna watu ambao ni waombaji kweli, lakini wako maneno la Mungu. So how people who pray but they lack the word of God, Na kwa sababu hiyo, and because of that, hawana tabia, they have no character, na ni hatari kubwa sana and that's very dangerous kwa kanisa lijalo. for the coming church. Na ndio maana unaona dunia imeingia kanisani. And that's why we see the world has entered Kwa the nini dunia church. imeingia kanisani? Why? Watu wanaomba kweli, People pray really, lakini wamefarakana but they are against na neno la Mungu. the word of God. Unavaa kama fundi gereji, unavaa tunashindwa kuelewa, unafanya kazi TANESCO, unafetua matofali, unavaa kiume mpaka sasa unakuwa na tabia zote za kiume. Kwani nani aliyekwambia uzuri ni kuonyesha maziwa? Nani aliyekwambia? Nani aliyekwambia barabarani unafanya mnada wa nyonyo? Kwamba ukionyesha nyonyo watanunua. Nani aliyekwambia? Nani aliyekwambia watu wanaooa wana shida na vitovu? Unavaa vitopu, kitovu kinatoka nje kaa gunzi. Unadhani nani atakuoa kwa vaio ya kipepo? Nani? Na makanisani hampaki kuambiwa haya, manabii wanawadanganya, wanatabiria. Mimi nakutabiria hutoenda, ni hadi umebadilisha hiyo vaio ya kishetani. Na zile suruali kama nyavu za kuvulia samaki unavaa. Wewe nisikilizeni, kunavaa ni mlango wa uvamizi wa mapepo. Unajua sasa wewe ni kweli hakuna atakaye kupangia, lakini kama tunamwangalia mtu tunasema yule ni polisi bila cheti kwa jezi. Kama tunamwangalia yule mtu tunasema yule atakuwa ndiye daktari, tumuulize. Kama tunamwangalia mtu tunasema punguza speed, trafiki yule pale bila sauti. Kwa mavazi, kuna mavazi yanatuambia yule ni kahaba. Kuna mavazi yanatuambia yule ni kipengele, yule hata kwa wazazi wake ni shida, hata kwa wazazi. Unavaa sketi fupi mpaka unaonyesha nguo ya ndani, sasa yenyewe ni chafu. Sijui unamuonyesha nani suruali. Uchafu tu, chafu. Alafu nasema baba nipe kibali, lazima mwaka wa kutawala nitawale ndoa. Utawale ndoa ya nani? Wanaume kumcheki wanasema huyu hali bangi, lakini ivaa yenyewe ni bangi. Huyu hata kwa bure simtaki. Unaweka kitovu nje, bahati mbaya nesi alikukata vibaya, wewe kimejisokota ni spiral na umekiweka nje. Unasema mwaka huu baba, huu ni mwaka wangu baba. Nani? Usinishirikishe mie. Una adabu wewe? Hey!